atakaye kuzidi kwenye tabia nzuri, huyo ndio ambaye kwamba amekuzidi kwenye dini yako. Wakati wa Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mara moja aliingia mtu akaenda moja kwa moja kwenye sehemu ya kutia udhu, akatia udhu akamaliza. Wakati anarudi kutia udhu, zaonekana athari za maji zinadondoka kwenye ndevu zake. Masahaba wakaona raha kumuona yule mtu vile alivyo, wakamsifia mbele ya Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam akawaambia, yule mnemuona vile ambaye nyie mwamuona kimtazamo amejiweka vizuri, lakini yule kwenye paji lake la uso ana alama miongoni mwa alama za shaitani. Masahaba wakashangaa. Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam akamwita yule mtu akamwambia, je, wewe ulivyoingia hapa ukaenda mpaka kwenye ile udhu kwenda kutia udhu, haikukupitia kwenye moyo wako kwamba wewe ni bora kuliko hawa wote waliokuwepo? Akamwambia, ya Rasulullah, ndiyo kimenipitia. Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam akawaambia, niliwaambieni kwamba nyie mmehukumu kimadhahir, hamkuangalia ndani ya moyo wake huyu mtu. Je, anazo zile tabia ambazo kwamba zatakiwa muislamu aambatane nazo? Sisi leo ni wazuri katika kujitengeneza madhahiri yetu, zile sehemu ambazo kwamba binadamu wanatuangalia mno, tukiamka tunazishughulikia na tunaziweka vizuri, ambazo sehemu hizo Allah hana mpango nazo wala haziangalii. Lakini sehemu ambayo kwamba ndio mahalu nadhar, Mwenyezi Mungu ndio anapopatazama, kumejaa uchafu, kumejaa nongo, kumejaa kibri, kumejaa hasadi, kumejaa chuki, kumejaa riya, kumejaa albughd. Mwenyezi Mungu haangalii sura zenu wala haangalii miili yenu iko vipi, lakini Mwenyezi Mungu anapoangalia ila qulubikum, sehemu ambayo kwamba anayoiangalia Allah ni nyoyo yako. Na hiyo siku ambayo kwamba ni siku ya Kiyama, Allah pia hatoshughulika na wewe kuangalia ulivyokuja. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Atakaye kwenda kwa Mwenyezi Mungu ikiwa amejivisha vazi la tabia nzuri, vazi la moyo wake kuwa msafi, huyo ndio atakayesalimika mbele ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala.